Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa klipu za Soda Yangeni, asante sana. Tunaendelea na masomo mbalimbali, masomo yanayohusu kuelimishana kuhusu miti mbalimbali, kuhusu dua mbalimbali, kuhusu matarsimu mbalimbali, kuhusu vitabu mbalimbali, na pia vile vile kwa wale ambao mlikuwa mkihitaji tiba na kadhalika, inshallah taala, na kwa wale ambao mko Masasi mtatuma kijana huko na vifaa vyangu kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Leo nazungumzia maajabu ya ndulele. Wengine wanaita tulatula, wengine wanaita nyanyapoli, wengine wanaita matobotobo. Hiyo pole pole shehe. Umeona? Wengine wanaita nditura namna hiyo. Kwa hiyo ina majina mengi. Mti huu au mmea huu una kazi nyingi sana ambao unaweza ukakusaidia au kukufanyia mmea huu. Mmea huu ni mmea ambao unafunga na pia unafungua. Katika kufungua vifungo au kuondosha mikosi au mabalaa, tunguja linatumika kama inavyotumika kuku. Nakumbuka kipindi tunacheza mambo ya mbina, tulikuwa tukipasua vifaranga, vikiisha mnaanza kupasua tunguja, na yenyewe inaonyesha ndani kama vile inavyoonyesha kifaranga cha kuku. Asante sana. Unaweza pia ukachukua lile tulatula lile, labda kama mtu mfano na mtibu alafu na mpa analitemea kwa kulinuizia, analala nalo, halafu unakuja kulipasua, unaangalia, utajua shida yake ni nini, na lile tulatula lile tunguja lile utalitia dawa za kuua uchawi. Kisha utakwenda kulitupa katika mwenye maji, kwenye maji, ili kusudi kuweza kuua uchawi. Hata wewe mwenyewe unaweza ukachukua labda majivu, chukua jivu, chukua ndulele hii weka kwenye mambo ya kwenye tikitiki, tikitiki, dawa ya kuondosha matatizo au mabalaa kwa kutumia tunguja. Tunguja hiyo basi, nuiza hiyo tunguja, weka katika mchago wa kitanda, lala nayo, sema Mwenyezi Mungu, nahitaji unaweza kunijuza ni nini shida inayonisumbua, matatizo gani, kama kuna uchawi, kama kuna nini, nataka vyote nivione kwa uwezo wako ya Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kisha unalala. Utakapolala basi asubuhi utakapoamka, chukua kisu au kiwembe kikali, kata lile tunguja lako katikati tap. Kisha angalia ndani, unaweza kukuta limeoza, unaweza kukuta lina vitobotobo, nini vyote wewe usijali. Basi chukua chumvi, chukua magadi pamoja na jivu la kawaida tu, ili hata umetoa jikoni, umetoa jalalani, umetoa wapi, sasa mradi liwe jivu, halafu na mruturutu au makata, changanya pamoja, liwekee lile tunguja lile, halafu lifunge tena. Funga vizuri na kitambaa cha rangi yoyote, nenda kazike katika maji. Hakika kama ulikuwa umepigwa uchawi wa aina yoyote, inaondosha. Aweja sana. Na pia vile vile tunguja hudai madeni. Tunguja hudai madeni. Tunguja inadai namna gani deni? Mtu atajiuliza, tunguja linawezaje kudai deni wakati alivyoongea? Asante sana. Sasa ujifunze uchawi huu wa kudai deni kwa kutumia ndulele au tunguja. Nenda katafute tunguja ambayo iko katika lalo. Ukishaipata hiyo, nenda na shilingi kama haka kajero. Umeona? Bodo. Kichina wanaita bodo. Umeona? Kiingereza jero, Kiswahili 500. Umeona? Unaenda nako mpaka katika kaburi lile ambapo ulipoota hiyo tunguja. Kisha sema uzuri,
kwamba mnakuja kukufuata ewe Tunguja kwa ajili ya kadha 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 kadha. Malipo yangu mimi ni haya. Wewe uliyetunza mti huu toka umeanza kuota mpaka umekuwa, basi nakupa na mimi zawadi yangu hii, unipe aka kadawa kakanifanyie kazi zangu zozote nitakazohitaji kufanyia. Hii wanatumia kutongozea wakina mama wale. Hii wakina mama wanatumia kuombea hela. Hii inatumika katika kesi. Hii inatumika katika kukubalika. Hii pia unaweza kumfunga mtu, mnazungumza naye labda akakusingizia jambo, ndio mko mahakamani, asiweze kuongea kabisa. Yaani wallahi hasemi. Akisema njoni twange makwenzi. Unafanyaje sasa? Baada ya kuchukua ule mzizi, ng'ata ule mzizi kidogo, unatafuna, unatema yale mate chini. Nimetema majibu mabaya yote chini. Na kenyewe unakatema. Alafu unakata kingine kadogo, unatafuna, unakaweka kwenye njingo huku kwenye njingo, yani mkono wa kulia kwenye shavu la mkono wa kulia, na mnaika nakaa huko. Alafu kingine kidogo unakatafuna, unakaweka kwenye maliwato. Kwenye maliwato huku nyumba huku, alafu unakabana. Sasa kama mambo ya mahakamani sasa hayo. Akisimama kuongea mwenzio ambaye ndio kusingizia jambo, bana kabisa hiyo maliwato yako. Asemi atasema ukiachia hii maliwato, na yeye anasema Tunguja. Umeona bwana? Hiyo ndiyo kazi ya Tunguja. Tunguja ina kazi nyingi sana, ndefu tena mno. Na katika kwenda kumwomba sasa mtu, basi unatumia tu mdomoni, unakwenda. Pia Tunguja linachezesha mpira. Kwa wale wanaohitaji kuchezesha mpira, unahitaji uchawi wa mpira, Tunguja lina uchawi mbaya sana wa mpira. Tunguja linafunga goli. Yaani kulifunga goli bwana, unafunga goli adui, unaweza ukamkabidhi mtu kupiga penalty ukashangaa anapiga nje kabisa, mkaanza kumlaumu, kumbe yeye aliona goli liko. Tunguja hilo litura hilo. Tunguja linatengeneza upepo. Sisi tunatoa huku, goli letu liko huku, tunapeleka kwa adui, upepo unakuwa unaenda huku sana. After time mkirudi huku, upepo unarudi huku. Nafikiri katika kitabu cha Mijarubati bin Haji namba 1, hiyo dawa niliweka kama sikosei. Tafuta hicho kitabu cha Babu Haji, utaipata hiyo ngondi ya mambo ya mpira. Pia Tunguja huita mtu. Mizizi yake ya mtunguja ukichukua kwa nidhamu kabisa, kwa kuiomba, pia ukaja ukachanganya, ukasaga, ukapata unga wake, alafu na mtoto zake, zile mbegu zake ukasaga na zenyewe ukapata unga wake, hivyo tu, changanya na baruti, halafu pamoja na chumvi ya mawe, choma kwa manuizi ya kumuita mtu, utaona maajabu yake. Asante sana. Pia usisahau kuwa Babu Haji nimetoa kitabu cha Tarasimu za Ajabu namba 5. Kitabu hichi ni baraa, ni mtihani, ni kitabu kweli. Kitabu kweli. Asante sana. Na pia vile Tunguja inaona wachawi. Tunguja hii ndulele unaweza ukaona wachawi. Unafanya namna gani? Pia unaweza ukaona kiumbe wa aina yoyote anayetumia njia ya kujificha, awe ni fisi, awe ni kabundi, awe ni manywele, yeyote yule, mradi awe ametumia dawa ya kuifinda. Kwa sababu kuna mchawi alafu kuna mgendo. Mgendo unakuta sio mchawi, ila anatumia dawa ya kujificha. Yule anatumia dawa ya kujificha. Kuna majini wa namna hiyo ambaye anakupa pawa ya kujificha ili asiweze kuonekana, lakini ukitumia hii njia ya Tunguja unaweza ukamuona. Unafanya namna gani? Nisikilize vizuri upate somo hili kwa undani kabisa na kwa uzuri kabisa. Inshallah taala fi idhnillah utaelewa na utajifunza elimu kubwa kutoka kwa Soda ya Ngeni. Soda ya Ngeni, Babu Haji huyu ameja sana. Ukitaka kujificha sasa, yani kumuona
mchawi, nenda katika mti wa mgagani. Mgagani nafikiri kuna tumbegu, unatumaua tweupe mgagani huo. Chimba ule mzizi wake, lakini hakikisha ni usiku. Hakuna mtu anayekuona, hata kama yupo anayekuona au anakubodyguard, kwa sababu unatakiwa uchimbe ukiwa uchi wa mnyama kama vile umezaliwa. Unachimba, hakikisha umefika mpaka mwisho ule. Kuna mizizi ile midogo midogo inaenda pembeni ile, achana nayo. Fuata ule mzizi unaoelekea chini. Ule mzizi unaoelekea chini ndio mzizi unaotakiwa. Basi ufatilize ule mzizi. Ukishaona kwamba sasa umefika mwisho, chukua ule mzizi, alafu njoo utengeneze umambo wa namna hii, yani kama mithili ya msumari. Alafu tafuta sehemu ambapo mtu hataweza kuonaona, kayanike ikauke, ili iweze kuwa na nguvu za kuchoma ndani ya ile tunguja. Kisha utachukua ile tunguja, unaitoboa ndui. Ukisha itoboa, alafu unaingiza mdomoni hivi, unapuliza. Ukipuliza, kwa sababu huwa inaathiria kutoa kama povu la sabuni. Huku mbele huku kikitoka kitu kama jicho, hicho kidude kama jicho, kifanye chwe, kitoe. Alafu jipakaze, anzia jicho la kulia, njoo jicho la kushoto. Alafu kaangalie uone maajabu. Alafu ile tunguja ile ambayo umeichoma ile, tia mfukoni. Ila unaambiwa kumuona mchawi ni vibaya. Kama huna kinga nzuri ya kutosha mwilini, kumuona mchawi ni kosa la jinai. Akigundua umemuona, wafa. Umeona? Pia tunguja hiyo ina dawa ya kujificha. Yani kama unataka kutengeneza wewe dawa, mtu mbaya akija asikuone, aidha unatengeneza labda mji wako, mtu anaweza akaja akakuta ule mji umebadilika, umekuwa kichaka. Umekuwa kichaka. Unafanya namna gani? Tafuta kisiki, kile kisiki ambacho unakuta sehemu labda umechoma moto, labda mapolini hivi. Ukiangalia hivi, mbona kama kareni sura, mbona kama kuna mtu hiyo. Ukifanya hivi unajua uoga ule. Ukifanya hivi unaona mti na wenyewe umefanya hivi. Ukifanya hivi unasema hata kama ulikuwa unaenda kunyemelea katoto kama mtu, unatoka mbio, unasema babake nimemkuta yuko nje, kumbe ni kisiki. Kwenye ujana tumeyaona hayo. Ilikuwa siku moja natoka kwenye disco usiku sana, muda wa kwenye saa 9 hivi. Kufika kumbe kuna mtu kasimamisha gogo barabarani pembeni. Muona. Sasa wakati naenda siku, sasa nikifanya hivi naliona na yeye linafanya hivi. Nilirudi nikalala muziki mpaka saa 1 asubuhi. Nilichezea kichapo. Kurudi wakati ule na waisha, jamani nimekuta mtu hapa. Kumbe mti. Umeona? Sasa miti kama hiyo, ukichukua mti ule, bangua bango la ule mti, halafu unguza tunguja, umeona, halafu pamoja na kichwa cha mzee. Wewe malizia sasa kobe. Kichwa cha mzee. Halafu hiyo dawa hiyo nenda kailaze katika lalo la zamani, ikae siku 6, ya 7 nenda katoe. Hakika ukizindikia dawa hiyo, hakuna mtu atakaye kuona kwa nia mbaya, na hakuna mchawi ambaye anaweza akaja akauona mji wako. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata masomo ya Soda ya Ngeni, na pia vile vile share sana video yetu hii. Utakapo share, nikikuona umeshare nitakupa na kazawadi nyingine, sio kabodo, kazawadi ka somo jingine la ziada. Thank you very much for watching Soda ya Ngeni. I love you much. Goodbye. Wareja sana.